Karibu katika siku ya leo tena. Ninakubariki rafiki kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Karibu tujifunze. Leo nataka tupitie mitazamo au mtazamo wa watu kuhusu dhambi. Ndicho kitu ambacho tunakwenda kujifunza leo, na kuhusu mtazamo fulani ambao nitakwenda kuutaja baada ya kuomba. Tuombe. Yesu, tufundishe tena kwa jina lako lenye nguvu, jina la thamani, Yesu Kristo. Amina. Mtazamo kuhusu dhambi katika ulimwengu wa sasa. Unajua, wanadamu wamechanganyikiwa na kinachowachanganya zaidi ni dhambi. Uko mtazamo ya kwamba dhambi ni kwa namna wewe unavyoichukulia, lakini kama hutaichukulia kuwa dhambi, basi haiwezi kuwa dhambi. Kwa namna ambavyo utaichukulia au hilo tendo unalolitenda utakavyolichukulia, basi ndivyo linavyoweza kuwa dhambi au lisiwe dhambi. Lakini rafiki, leo nimepata nafasi ya kujifunza kupitia kitabu cha Warumi sura ya 1, lakini pia nikasoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na mstari wa 4. Nataka tujipitishe kidogo katika sura hizi, alafu tuone hivi Mungu anataka nini katika maisha ya mwanadamu, na wanadamu wanajua wanachokitaka. Yaani Mungu anataka nini katika maisha ya mwanadamu, na hawa wanadamu wao wanajua wanachokitaka. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na mstari wa 4, neno la Mungu linasema hivi: kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kila anayefanya dhambi anafanya uasi, kwa sababu hiyo dhambi hiyo ni uasi. Uasi ni neno ambalo tumelizoea katika jamii zetu, hasa katika masuala ya kisiasa, ya kwamba uasi ni kwenda kinyume dhidi ya sheria au serikali iliyoko katika madaraka. Sasa dhambi ni kwenda kinyume dhidi ya kanuni, sheria na miongozo ya Mungu. Neno la Mungu limeweka wazi ya kwamba ziko sheria ambazo Mungu ameziweka, na sheria hizi zinapovunjwa au watu wanapokwenda kinyume na sheria hizi, basi wanakuwa wametenda dhambi. Hivyo dhambi ni uasi dhidi ya sheria za Mungu. Mpaka hapa mtazamo wa kibinadamu ya kwamba dhambi ni kwa namna unavyoichukulia unakuwa hauna nguvu tena, kwa sababu neno la Mungu limesema unapokwenda kinyume na sheria za Mungu unakuwa umetenda uasi, umekuwa umetenda dhambi. Mawazo ya mwanadamu hayawezi kabisa kuitafsiri dhambi. Ngoja nikwambie, yaani akili yako na akili yangu jinsi zilivyo haziwezi kutafsiri dhambi katika uhalisia wake, kwa sababu akili zetu zinaongozwa na miili yenye tamaa. Hivyo tafsiri zitakazotolewa katika akili za mwanadamu kuhusu dhambi ni wazi kabisa zinakwenda katika upotevu. Ngoja nikwambie, Paulo anawaandikia Warumi akianza kwa kuwasalimu, lakini pia akiwapa taarifa ya kwamba ninatamani kuja kwenu kuwapa habari njema za Injili. Na mimi leo rafiki, ngoja ni kusalimu hivi, ninatamani uelewe kile ambacho Mungu anakitamani katika maisha yako. Mungu anatamani tuwe watakatifu. Wakati fulani aliwaambia wana wa Israeli, mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu, na ninyi pia imewapasa kuwa watakatifu. Sasa watakatifu tunawajuaje? Kitabu cha Ufunuo sura ya 14 na mstari wa 12, Biblia inasema, na hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Hao ndio wanaoitwa kuwa watakatifu. Na ndio maana katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 4, Biblia inasema ya kwamba anayetenda dhambi anafanya uasi, kwa sababu dhambi ni uasi. Sasa uasi huu ni dhidi ya sheria za Mungu. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anatembea sawasawa na sheria za Mungu kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, huyu anaitwa mtakatifu. Sasa kitabu cha Warumi sura ya 1, ukianza kusoma kuanzia mstari ule wa 18 mpaka mstari wa 27, kwanza kabla hujafika huko mstari wa 30, Paulo anajaribu kueleza kwamba wako watu ambao waliijua kweli alafu wakaipuuza, kwa sababu tamaa za miili yao zilikuwa ziko juu zaidi kuliko
kutaka kumsikiliza Mungu anataka nini katika maisha yao. Na hapa alikuwa akiwazungumzia watu wa Sodoma na Gomora. Anasema kwa sababu miili yao ilitamani kilicho nje ya uelewa wa nguvu za Mungu na ukuu wake, Mungu naye aliwaacha waamini katika hicho anachokiamini. Ndio mtazamo ule ya kwamba dhambi ni kwa namna unavyoitafsiri wewe. Paulo anaendelea kuandika kusema Mungu akawaacha waendelee kupotea katika tamaa za miili yao. Anaanza kwa kusema wanawake wakaacha matumizi ya asili na kwenda kufanya mambo ambayo ni ya aibu. Na hapa anazungumzia habari ya ngono ya jinsia moja kwa upande wa wanawake, wakafanya uasi wa aina hii. Lakini anageuka kwa upande wa pili pia kwa wanaume, kwamba nao pia wakaacha matumizi ya asili ya mke, wakawakiana tamaa wao wenyewe kwa wenyewe. Hii yote ni mitazamo ya kwamba dhambi ni kwa namna unavyoichukulia wewe. Lakini rafiki, Biblia imeweka wazi na Mungu amefunua kila kitu. Wewe nikwambie, Mungu ni Mungu mwenye upendo na lengo lake Mungu ni moja tu. Mungu anataka kuwaokoa wanadamu wote, na anachokifanya si kulazimisha, lakini ni kusihi na kubembeleza. Na wakati fulani mtu anapoonywa mara nyingi sana hata asisikie, basi Mungu humwacha aendelee kupotea katika upotevu wake, kwa sababu yeye hakuumba roboti, ameumba kiumbe ambacho kina mfano wake. Yaani yeye Mungu alimfinyanga mtu kwa mfano wake mwenyewe kwa lengo moja tu, ya kwamba amtukuze, amwakilishe katika ulimwengu huu. Sasa baada ya dhambi, akili za wanadamu zimekuwa na mitazamo yenye kutaka kujitegemea zaidi kuliko kutegemea Mungu. Natamani tusome kitabu hiki cha Warumi sura ya kwanza, tusome mstari wa 25 mpaka wa 28, na neno la Mungu linasema hivi: kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba anayehimidiwa milele. Amina. Hivyo Mungu akawaacha watafute tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa, wanaume wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Si vyema kusubiri Mungu akuache katika akili yako iliyo mbaya. Si vyema kumwacha Mungu katika maamuzi tunayoyafanya yanayotokana na mihemko ya dhambi. Akili zetu hazina uwezo wa kutafsiri dhambi isipokuwa kwa neno la Mungu peke yake. Mimi leo kama nitasema niitafsiri dhambi kwa akili yangu hii, ni wazi kabisa nitaanguka. Hivyo ninamhitaji Roho Mtakatifu aniongoze katika maandiko matakatifu ili niitafsiri dhambi katika uhalisia wake. Dhambi ni halisi. Ngoja nikwambie, kitabu hiki cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka wa 19, kuna kitu kidogo cha kusikitisha pale ambapo Mungu anamwacha mwanadamu asiyetaka kusikia neno lake na kujiweka katika namna ya kuamini kwamba dhambi ni kwa namna ambavyo yeye mwanadamu anaitafsiri, ndivyo inavyokuwa dhambi. Yaani dhambi haiwi dhambi mpaka mimi nitakavyoitafsiri. Mungu anaweka hukumu. Uhalisia ni huu: dhambi inakuwa dhambi mpaka itafsiriwe na neno la Mungu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 18 na wa 19. Hebu tusome hapa: kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu, kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Yaani sasa hivi hakuna kitu ambacho hakijulikani. Hapa tunazungumza habari za Sodoma na Gomora.
Sodoma na Gomora walijua kabisa ukweli kuhusu kile ambacho wanakwenda kukifanya: ushoga, uzinzi, uasherati na mambo mengine ambayo yako kinyume na neno la Mungu. Mungu aliyaweka wazi kwao, lakini kwa sababu ya mtazamo huu ya kwamba dhambi inatafsiriwa na akili za mwanadamu ambazo zinaongozwa na mihemko ya mwili ya dhambi, walianguka. Na tunajua ya kwamba Mungu aliushusha moto kutoka mbinguni. Biblia inasema Mungu akanyesha moto wa kiberiti katika miji ile ya Sodoma na Gomora na miji iliyoko kando kando ya miji ile. Wote walipotea, na hata leo miji imebaki kuwa milima ya majivu. Ni watu ambao walikuwa wamefanikiwa sana kibiashara, ni watu ambao walikuwa wamefanikiwa sana kiuchumi, ni watu ambao walikuwa wakijidhania kuwa na hekima, lakini kumbe Mungu alikuwa amekwisha kuwaacha kwa sababu ya kutokutii kile ambacho alikuwa anataka watii. Leo mwanadamu hata akiulizwa anataka nini, mwanadamu hajui anataka nini. Nilikuwa nikifuatilia baadhi ya historia za Sodoma na Gomora. Ni watu ambao walikuwa wamebarikiwa sana. Inaaminika ya kwamba masoko makubwa ya madini ya thamani, dhahabu, fedha, shaba, yalikuwa yakipatikana Sodoma na Gomora. Watu hawa walikuwa wakilima mara 4 kwa mwaka, yani wakivuna mara 4 kwa mwaka. Kwa hiyo ni watu ambao walikuwa na mafanikio makubwa. Akili ya mwanadamu mpaka leo haijui inataka nini. Rafiki, hata ukitolewa katika changamoto ulizonazo, bado uwezo wako, kwa sababu dhambi imetawala, hata ukiulizwa unataka nini utaweza kujibu. Lakini pia hata ukipewa mali zote za ulimwengu huu, ikiwa Mungu amekuacha, umefanikiwa katika kila kitu, bado utaulizwa unataka nini. Utaona umuhimu wa kitu kingine chochote. Na hapa ndipo akili ya mwanadamu inapogota zaidi katika maisha ya ulimwengu huu, alafu tukisahau ya kwamba yako maisha halisi ambayo yana uwepo wa Mungu ndani yake. Hichi kitu ndicho ambacho kilikosekana kwa Sodoma na Gomora. Baada ya kupata mafanikio makubwa kiasi hiki, hawakuona umuhimu wa kuwepo kwa Mungu katika maisha yao, nao wakazifuata akili zao zenye tamaa ya dhambi, wakaanguka na wakaangamia. Inasikitisha ya kwamba hawatakuwepo hata katika ufalme wa Mungu. Dhambi ni dhambi inapotafsiriwa na neno la Mungu, lakini dhambi katika akili ya mwanadamu ni jambo la kufurahisha na lenye maana. Akili ya mwanadamu inapompokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, dhambi itajitenga naye. Mtu huyu atapata uwezo wa kuikimbia dhambi. Mtu huyu atapata uwezo wa kuiacha dhambi kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, kwa sababu tayari ameshakaa ndani ya Yesu. Yesu anasema, yaani ndani yangu na mimi nikae ndani yenu, alafu mtaomba neno lolote kwa jina langu na mimi nitalifanya. Ninakubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amina.